Ndizi TV Obwansu Buseye myaka iyo nigo balinsi ya marokerio ya Bible. Ndizi TV na Obwansu buno siakiro gendera kubwatye mirobero yonsi nekiba kyabera nende ekiramo kwariga n'imiyo murobero Okomenya Okuya ebito gendera sendo wachinjira tumende komenya buyake bocheno ekiramo mutoko kwanira amangana ekinyeto awane na marere na bege bichando iyo yasimbire ya mwana bato nani korera nimba tumogeri ya studio ekiramo teto chukwanira mange igoro yo kurere bwa Pneumonia kusaba abantu bamaituna oburere bw'ikeulo cyane nacho korera mange nikiyekora tumuriro mwigaso mwana bato na kibero korera byebi na kibaguru bolingo ya no mwenya na nene chinchira chuwetana tubase okonyora oburere bw'ikeulo ono mwacho mugere ko kwanda ni obeko musangana ntwe ko moyo egeto ya Evelyn Oseo. Karibu sana daktari. Asante. Unaweza fahamisha mtazamaji jina lako na mahali unafanya kazi? Mimi naitwa Dr. Rogers Omondi Abida. Nafanya kazi Ram Hospital hapa Kisii. Yes. Karibu sana kwenye hiki kipindi. Asante. Sasa leo nataka tuzungumzie ugonjwa wa pneumonia. Wengi kwa lugha yetu wengi wanaitambua kama ekeulo. Nataka utueleze kwa kina huu ugonjwa upi na unakujaje katika mwili wa binadamu? Sasa pneumonia ni ugonjwa unaoathiri mapafu ya mtu. Kwa Kiingereza tunasema lungs. Yes. So ni ugonjwa inayoletwa na infection ya aina ya bakteria ama aina ya virusi ama saa zingine aina ya fungal infection hizo. Alafu sasa kulingana ile aina ya pneumonia ile iko common kabisa kila mahali ni pneumonia inaletwa na infection ya bakteria. Yes, hiyo ndio sana sana inakuanga kila mahali na sana sana huku kwetu Kisii. Yes. Kabla utueleze kwa kina kuhusu hii ni pneumonia bakteria ya virusi na nyingine. Wakati mwingi unapata ni watu wakina nani hasa wanapatikana na ugonjwa? Umri upi kwanza umri upi ndio wasa ama hata watoto wadogo wanaweza pata ugonjwa? Sasa pneumonia haibagui miaka. Ukiwa mtoto mdogo unaweza pata, hata mtoto amezaliwa anaweza pata, mtu mkubwa ama mtu wa miaka kama 14 hivi, ukuwe mzee, ukuwe mtoto, ukuwe mtu katikati, pneumonia haibagui. Yes. Wakati gani hasa unapata mtu anashikwa na ugonjwa? Sasa hakuna ile wakati ile unaweza amua wakati ile specific mtu anaweza pata pneumonia, lakini kuna ile risk factors, kuna zile vitu zenye mtu ukiwa nayo ama ile kulingana na mazingira yako vile uko inaongeza ile chance ama inaongeza ile nafasi ya wewe kupata pneumonia. Kwa mfano ukikaa mahali ni baridi sana, si ati hiyo baridi ndio inaleta pneumonia, si baridi, ni hiyo baridi ni ile environment nzuri sana ya bakteria kuishi. So sana sana kama unakaa mahali milimani ni baridi sana, kuna miti mingi, hiyo environment ni vizuri sana ya bakteria kumea kukua. So bakteria iko mingi sana huko. So na iko tu kwa hewa na lazima binadamu upumue hewa ndio kuwe sawa. So ukipumua hiyo bakteria inaingia kwa kifua alafu inaanza kuleta infection hivyo. Yes. That is one of the risk factors inaweza leta. Sasa zingine inalingana na ni aina gani ya pneumonia. Kuna aina ya pneumonia inakuja tu kwa wale wenye hali imeenda chini kidogo. Sasa hiyo tuseme mtu ako na malnutrition, ile hajakula ile chakula balanced diet vile inafaa. Hiyo kama mtu hajakula hiyo balanced diet vile inafaa, immunity ya mtu inapungua chini kidogo, anakuwa prone kupata aina ya pneumonia. Kwa mfano unajua TB ni aina ya pneumonia. Yes. TB akiwa ni aina ya pneumonia. Alafu pia kuna pneumonia yenye inakuja apart from kitu kingine tena inaweza punguza immunity ya mtu ni ugonjwa ya ukimwi pia. Yes, lakini hiyo inaleta tu upate aina nyingine ya pneumonia inaitwa kwa lugha ya
sisi kimadaktari tunaita PCP ama pneumonia jirovashi. Ni jina ngumu kwanza kidogo, lakini hiyo ni pneumonia tu aina inakuja tu kwa wale yenye immunity imepungua chini kidogo. So TB inaweza kuja kwa mtu immunity imepungua kidogo, alafu pia inaweza kuja kwa mtu mwenye imepungua as a result of hali ya mtu kuenda chini ama mtu kuwa positive. Uzuri TB iko na tiba siku hizi. Yes. Endelea kutueleza. Sasa pneumonia, kuna aina mingi ya pneumonia. Kuna hiyo inaletwa na bakteria, hiyo ndio iko common kila mahali. Unaweza pata ukue umejikinga kiasi gani, unaweza pata. Alafu kuna yenye inaletwa na virusi. Kwa mfano sasa hivi miaka 3 imepita tulikuwa na corona. Ni aina ya pneumonia yenye inasumbua kifua. Ni venye corona ilikuwa inasumbua sana na inafanya tupoteze watu pia sana kuliko hii pneumonia nyingine ya kawaida. Sasa huwa wanasema asilimia ya watu wenye wanakufa kwa pneumonia dunia nzima, tuseme watu milioni 4 wanapata infection kila mwaka hii nchi yetu, but bado kuna idadi kubwa ya watu wanaokufa from pneumonia hii ya kawaida tu, hii ya bakteria. Ndio sasa ni vizuri kila mtu aweze kujua kuhusu pneumonia na kuhusu namna yote ya kusaidika. Sasa pneumonia inapenda mahali iko na baridi. Yes. So ukikuwa mahali na joto, ni mahali iko joto, tuseme kwanza Kisumu, ukilinganisha Kisumu na Mombasa na ukilinganisha na Kisii, Kisumu mtu hawezi kuwa na pneumonia hivi hadharani. Lakini hapa Kisii kwa sababu tuko mahali milimani na kuna baridi, na si baridi ndio inaleta shida. Baridi inafanya bakteria zipende hapo, zinapenda hiyo environment. Alafu ukikaa tu ukifanya kazi yako ya kawaida, uko na high chance ya kubreathe in hewa yenye iko na hako ka bakteria. Yes. Daktari, tunaweza sema ugonjwa wa pneumonia uambukiza inaweza toka kwa mtu mmoja ama kwa mwingine? Hiyo inalingana ni aina gani ya pneumonia. Sawa. Hii pneumonia ya kawaida mtu hata akiwa nayo, hata akohoe kando yako, si rahisi vile upate kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Lakini aina ya pneumonia inaweza letwa kama ya COVID, hiyo mtu akikaa kando yako anaweza kukupea. Kama aina ya pneumonia ya TB ukipata mtu akikohoa kando yako, kuna nafasi chance unaweza pata pia. Yes. Na wakati mwingine unaweza pata tuseme ina family, tuseme mzazi alikuwa na ugonjwa wa pneumonia. Huenda watoto ambao wamepatikana wakiwa wakubwa wanaweza inherit hiyo pneumonia kutoka kwa wazazi. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja. Ni infection, ni kitu, ni una breathe in hiyo bakteria. Alafu ukitibiwa inaisha kabisa. So haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. So ukipata pneumonia ni unatibiwa na inaisha. Haiwezi kuwa transmitted kutoka kwa mzazi kuenda kwa mtoto ama kutoka hivyo. Yes. Sasa nataka ueleze zile dalili ambazo mtu akiziona wakati mwingine anaweza ndani yako na ugonjwa atembelea hospitali, na hizi signs and symptoms. Sasa zile dalili mtu akiwa nao, ya kwanza unapata mtu anakohoa, na ukikohoa unakohoa hadi kikohozi. Alafu kitu kingine ni kusikia uchungu kwa kifua. Najua huku kwetu Kisii mtu anasema akisikia mguu inauma ni pneumonia, anasikia mgongo inauma ni pneumonia. Hiyo sio pneumonia. Pneumonia ni ile unasikia uchungu kwa kifua pekee. Si ati unasikia kwa tumbo, sio mgongo wapi. Sawa. Ni ya kifua. Utapata ni ile unakohoa kila mara. Utapata unaongea hata na marafiki zako unasikia tu kukohoa, unakohoa tu. So kuna hiyo kukohoa na kuna kusikia uchungu kwa kifua. Alafu kuna pia kulemewa kupumua. Unapata mtu huko lakini unasikia ni kama hewa inakuishia, ni kama upumui vizuri, ni kama una struggle kupumua. Alafu sana kwa wale watoto wadogo unapata mtu sasa anapumua haraka. Mtu ukimwangalia unajua hao hawezi kuja kukuambia nakohoa, kikohozi inatoka na hiyo ama nasikia uchungu kwa kifua. Kwa mtoto mdogo utapata analialia, apart from kulia ukimwangalia unaona
anapumua kwa haraka haraka. Sasa hiyo kupumua kwa haraka haraka ni ishara kwamba kuna kakitu iko kwa kifua na high likely inaweza kuwa pneumonia. Yes. Mtu akiwa na ugonjwa wa pneumonia, kuna some other parts of the body zinaweza kuwa affected. Tuseme amekuwa nayo pneumonia, amepata ugonjwa wa pneumonia, inaweza affect other parts of the body. Sasa pneumonia inasumbua tu mapafu, lungs pekee. Sasa ukiwa na ugonjwa wa pneumonia, tumbo haiwezi kuwa inakuuma, hawezi kuwa unasikia mguu inakuuma, hawezi sikia mgongo inakuuma. Lakini kila mara mtu akiwa na ugonjwa wa pneumonia utapata joto ipo. Utapata saa zingine unasikia joto juu, unapata saa zingine kichwa pia inauma. Lakini ni kichwa na joto kuwa juu pekee, na saa zingine kusikia baridi. Lakini hii kusikia tumbo inakuuma, mguu inauma, kichwa inauma, hiyo pneumonia haileti. Yes. Pneumonia inaathiri sana sana mabafu, na mabafu iko huku juu kwa kifua. Na sasa kama nyinyi madaktari, ni mtindo upi mnaotumia kupima mtu ama kutazama kama tuseme mgonjwa ametembelea hospitali, mtindo upi mnatumia ili kujua kama ana ugonjwa wa pneumonia? Sasa mtu akikuja hospitali, namna tunaweza kujua kudiagnose mtu huyu ako na pneumonia na huyu hana. Sasa kwanza kuna kitu inaitwa history, kuchukua ile shida mtu amekuja nayo. Mtu anakuambia daktari, tuseme ukuje kwangu niambie umekuwa ukikohoa siku 3 yenye imepita, alafu baada ya kukohoa siku 3 yenye imepita unalemewa kupumua, joto iko mingi na unakohoa, kikohozi inatoka na unasikia uchungu pia kwa kifua. So ukikuja by kuniambia hivyo tu, kwanza naanza kufikiria hii inaweza kuwa pneumonia. Hiyo ni the first step. Hiyo ndio the first way of diagnosing. Alafu kama tuseme unasikia uchungu pekee kwa kifua, hivyo ndio kwanza. Mtu anaweza kuja anasema amekohoa tu kidogo lakini joto imekuja na anasikia kauchungu inaanza kwa kifua. That is how tunaanza kudiagnose from hiyo history tu ya kwanza. Kitu ya pili, sasa kuna ile kuexamine mgonjwa. Unapata mtu amekuwa kikohoa, tunatumia hiki inaitwa stethoscope, ama unaweza sema earphones ya daktari. Hiyo ndio tunaweka kwa kifua ya mtu, tunasikia ile venye mtu anapumua. Ukisikia kama anapumua haiko vizuri vile, ama unasema iko vibaya kabisa, ndio hiyo. Sasa hiyo ni the second step. Baada ya hapo nataka tuende mapumzikoni ili tuendelee kueleza aina ya tatu. Haya, sawa. Mwancho mwingine tunaogendelea kuibuka tunaendelea kupanda ubero yetu ndio kusonga kama tunataka mwana sio ile songo daktari wewe kwa kama ubero wega ni gomono boko musemo kocha ukombera sike kubaki amanya bantu oberega bakarele ebyo bakarele bibiri ande na okuyo buga sike kuba ubukendu na ne binte bigenda bere bakarele na bikoire no moto kuna ubero wega ona sinaki kinani nataka kueleza iburo ya chinjira chimna abamanyi gusaba daktari bagutumire kumutagira senyalitari ebaba kamuringore abo ibo kwena na ubenya kore nende tara smu mutego ekero tregane na gende kutumanya manki. Chinyagitari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwatebire nkubigoro byobokoreri asububwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana y'ebirole bya maiso okobaruo goke gosoko baruo konene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagutumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient
naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iywerang'e n'ikigambiro kia Kisii Low Court Gusii wa Kirisimi ase namba 052 kianda 2 kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Asante. Kuangalia mgonjwa kama mgonjwa wa pneumonia. So nilikuwa nimeongea about kuchukua ile history wenye mgonjwa anatuelezea venye amekuja, tukaongea venye sisi tunamuexamine. Kitu imebaki ni ile investigations tunaweza fanya kuweza kudiagnose pneumonia. Sasa kuna x-ray ya kifua. Saa zingine mtu kama pneumonia haiko ile mbaya kabisa, kama mtu halemewi kupumua, kama mtu anakohoa na haiko mbaya vile, from kuongea tu na kuexaminiwa mtu anaweza andikiwa dawa apate ameze na apone. Lakini ikikuwa iko vibaya, then inabidi mtu afanyiwe x-ray ya kifua, na hiyo x-ray ya kifua tutaweza kuangalia vile kifua imeathirika na hii pneumonia. So x-ray ya kifua ndio hiyo tunaweza fanya. Kuna njia ingine ya kujaribu kujua hizi aina zingine mbaya za pneumonia yenye si hii pneumonia ya kawaida. So kama x-ray haiwezi onyesha zile vitu clear kabisa, alafu sasa tunaweza kuenda kwa CT scan ya kifua ya kuangalia ni nini tena inaweza kuwa zaidi kwa kifua apart from hii pneumonia ya kawaida. Lakini hiyo inalingana na venye x-ray ya kifua itasema kwanza. Yes. Sasa mgonjwa amekuja, mmefanyia hizo vitu zote na kweli mmehakikisha kwamba ana ugonjwa wa pneumonia. Mnapeana aje matibabu? Sasa matibabu inalingana na aina gani ya pneumonia yako nayo. So kuna kuna vile tunagawanya, kuna pneumonia kawaida, alafu kuna ile tunaita severe pneumonia, ile yenye imekuwa mtu amelemewa kabisa. So kuna namna tunaweza kujua ni gani. Utapata mtu anakohoa tu na anasikia uchungu, lakini tukipima ile kiwango ya oxygen, ile SpO2 kama mashine kidogo ya mkono, inaweza tuonyesha kiwango ya oxygen mtu anapata kwa mwili. So hiyo tukipima na iko sawa na mtu halemewi vile, tunamwandikia dawa za kumeza zinasaidia. Aina hizo dawa ni kama azithromycin, kama amoxicillin hii ya kawaida inasaidia ndio, kama augmentin, kama cefuroxime. Madawa ziko mingi zinaweza saidia ya kupunguza maumivu na yenye inatibu hiyo infection. Alafu sasa kuna hii aina ingine ya pneumonia yenye iko severe, ile mtu anashindwa kupumua kabisa, anakohoa bado. Huyo ni mtu mwenye ideally anafaa kuwekwa kwa hospitali apate dawa za kudunga ndio aweze kusaidika zaidi, ndio sasa tusaidie kuokoa hii maisha yake. Alafu kuna hii dawa kila mtu anapenda siku hizi, hii inaitwa cough syrup. Unapata mtu anakohoa hivi kidogo ama ako na pneumonia anataka cough syrup. So cough syrup haitibu chochote kwa mwili ya binadamu. Cough syrup haitibu. Ukiwa na pneumonia na unapewa syrup hakuna kutibika, unatibika. Hiyo cough syrup inafanya tu koo ikuwe smooth, ukikohoa kila kitu inatoka. Lakini haitibu chochote. Kitu inatibu ni hizo dawa zenye utapewa. Yes. Unaeleza about severe pneumonia, unasema mtu anashindwa kupumua. Mara nyingi nimesikia hiyo pia inakuwa dalili ya ugonjwa wa asma. Unaweza ongelea tofauti kati ya asma na pneumonia ikifika ni mahali pa kupumua? Sasa
Asthma ni ugonjwa inayoathiri trachea ama windpipe ya mtu. Sasa na pneumonia ni ugonjwa inayoathiri mapafu. Sasa mtu akiwa na asthma, asthma ni ni kama an allergic reaction to normal things ya kawaida. Alafu hiyo reaction iko kwa koo ya mtu. Ni kama koo ya mtu ina overreact, inaanza kujifunga, inazuia hewa isiingie. Sasa ikizuia hewa isiingie, unapata mtu anashindwa kupumua, alafu ana wheeze na occasionally anaweza kohoa. So mtu akiwa na asthma utasikia anashindwa kupumua, alafu ana wheeze, unasikia hapa kwa koo inatoa kelele. Alafu asthma inakuanga an emergency, ile wakati yenye umeshindwa kupumua, unahitaji kushughulikiwa hiyo wakati, ama kutumia inhaler ianze kurelieve hapo kwa koo ifunguke kidogo. Hiyo ni asthma. Lakini pneumonia utapata mtu anakohoa, anasikia uchungu kwa kukohoa, anashindwa kupumua kidogo, lakini si ile mbaya, hakuna hiyo kuwheeze, hakuna kitu inasumbua koo hapa. Alafu tena when it comes to asthma ndio sasa mtu anaweza pata kwa ukoo. Utapata kama mama yako alikuwa nayo ama baba yako mzazi alikuwa nayo, mtoto kuna chance anaweza kuwa nayo. Yes. Hata kama grandfather alikuwa kama guka alikuwa nayo, inaweza enda kwa baba ama mama, iende kwa watoto bado. Na hiyo si ati inakuja mara moja. Utapata mtu tangu azaliwe amekuwa akienda hospitali juu ya kulemewa kupumua. Lakini pneumonia inakupata wakati wowote, hata ukue nani inakupata. Yes. Hiyo ndio sasa asthma. Sisi umesema pneumonia ni ugonjwa unaathiri mabavu. Tunaweza sema ugonjwa mtu akiwa nayo for a long time inaweza mfanya yeye ama mchukulia yeye apate ugonjwa kama lung cancer na magonjwa mengine ambayo yanakosiwa na lungs. Sasa pneumonia ni ugonjwa inayotibika na inaisha. Na pneumonia iko dangerous, but haiwezi kuongezea mtu chance ya kupata kansa ya lungs na kuharibu mambo mengine. Ukipata pneumonia unapewa dawa, unatibiwa, inaisha. Haiongezi chances ya wewe kupata kansa ya mapafu, haisumbui chochote sana. Hata kama ni severe pneumonia unatibiwa tu, alafu unakuwa sawa. Sasa pneumonia inakuanga ile mbaya kabisa, kwa vile ukipata na ile wakati inakusumbua, itafika wakati unalemewa kupumua na tunaweza kukupoteza. And it's among the diseases hii Kenya inaua watu wengi kwa hii century. So ni ugonjwa tunahitaji kushughulikia. So ukiwa na pneumonia utakuwa umekohoa less than mwezi moja. Unapata umekohoa ndio, but chini ya mwezi moja. Ukijipata unakohoa kila siku na mwezi moja imepita na hata miezi 2 bado unakohoa, tena unahitaji kuja hospitali, kwa hiyo high chance unaweza kuwa na sasa aina ya TB sasa, ama kunaweza kuwa na kitu kingine tena kwa mabavu. So ukijipata unakohoa na ni miezi ukikohoa na ukisema hii ni pneumonia, high chance inaweza kuwa hiyo sio pneumonia. Inaweza kuwa TB, inaweza kuwa shida nyingine. Kohoa sana na miezi imepita, kuja hospitali uangaliwe. Yes. Asante daktari. Sasa nataka tuelekee wakati zile vitu ambazo mtu anastahili kufanya ili kujikinga ama kujizuia kutokana na kupata ugonjwa wa pneumonia. Sasa vile nilioelezea, pneumonia inakuja from ukikaa mahali sehemu baridi sana. Yes. So hiyo sehemu sio baridi ndio inaleta shida, ni venye hiyo sehemu hiyo sehemu baridi inahaba zile bakteria. Hizo bakteria zinapenda sehemu kama hiyo. So ukikuwa huko unapumua, uko na high chance ya kupumua hewa iko na hizo bakteria na ianze kuleta infection kwa kifua. So namna ya kuzuia usipate pneumonia ukiwa nyumbani, tuseme unaishi huko mlimani, mahali kuna miti mingi, kuna baridi, unahitaji kukeep warm na nyumba ikuwe warm. Nyumba ikikuwa warm, ikiwa na joto hivi kidogo, bakteria hazitapenda hiyo environment. Hiyo inasaidia. Si ati kuvaa sweta kila siku inazuia usipate pneumonia. Unahakikisha tu mahali unakaa iko enclosed, angalau ikuwe warm, na ukisikia kifua inasumbuka, unatibiwa, unakuja hospitali unatibiwa na unakuwa sawa. Yes. Asante sana daktari. Sasa tukielekea kumalizia, kuna some precautions zenye mtu anafaa kutekwa na pneumonia. Ni gani zinaweza
Pneumonia si ile ugonjwa unachukua precautions mingi sana. Ukikuwa na ugonjwa wa pneumonia, unameza dawa, una keep warm, unajichunga. Hiyo tu. Lakini ile wakati unaona unalemewa kupumua, tena sasa unakuja hospitali. Hiyo tu. Tumezoea kimila hapa Kisii, mtu akisikia mgongo inamuuma, mtu akisikia mguu inauma, mtu akisikia wapi inauma anasema niko na pneumonia. Hiyo sasa sio pneumonia. Pneumonia ni ile utasikia uchungu ndio, but huku kwa kifua. Sio sehemu nyingine, sio kwa tumbo, sio kwa mgongo, sio kwa mguu. Alafu ukipata pneumonia ni ugonjwa inatibiwa, ukuje hospitali, sana sana kuja kwetu Ram Hospital, tuwatibu, nione ni watibu sawa. Yes. Mwacho mulire nono na kwa vile mukoiwa daktari oberega gutwerera mangi nguruyuriro rwagwa pneumonia bira utumanya na kiekero mu roida kirasi na gitari cinchira cinje bagutumekere ku muringoria na nene naba muse na kibakuru ubenya nduganye njo kibakuru ekabana n'umuntu nabate oburero bwiga amanobera utumanya na oburero bwiga mbori bobemono kuna batubaka n'oburere bwoko bwena unakwamba niwe unoburere bwoko y'umuntu asege kubana ko iwa banga bataone ndo cyagwatere gaserikere unayo ni kwato burere bwa pneumonia daktari wakati wengi wakati mwingine watu wanasema eti nimeshika kitu nimeshika hapa kwa tumbo hapa kaanza kusema eti ako na pneumonia but siku ya leo tumejua watu wana kwa ibule pneumonia tekubwata mubere nsemi ndio si mubere kurenda asege kuba busase chimbalo iwa bana daktari bera utumenya kunekera kwa rabere nyo kerebya ba utumenya gari nere byekero utarera inyeretari yenjo iyo bego koneka na utumenye umubere wega nuko kwenda kubure manje muri wega kinga sumurubere Okomenya Okuya ngo koletwa sore na nje Eva Linosero ekero ko nyere mu nakanda utara sesebere ya Facebook kweta Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News asubutanda Twitter na Twitter @Ndizi TV News ili otogendera sana na kumanywa mage anene waseri wa bigore chinchira cyo kumenya byake bacene